Mwambie mimi ni mshindi na zaidi ya washindi. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Mimi ni mshindi na zaidi ya washindi. Haijalishi Ibilisi atafanya nini. Haijalishi ataweka mitego aina gani. Mwenye haki hajawahi shindwa. Mwenye haki hajawahi shindwa. Mwenye haki ni mshindi na zaidi ya washindi. Yaani kabla ya vita Bwana ameshatangaza ushindi. Kabla ya vita Mungu ametangaza ushindi. Amen. Yaani unaingia kwenye uwanja wa vita na Bwana amesema huu mshindi ni huu. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Ina maana gani? Mungu ameshatengeneza ushindi wako. Kama unaingia kwenye uwanja wa vita, Mungu anatengeneza utashinda hivi. Inachohitajika kwako tu ni imani. Ukiamini vile inakuwa vile. Na tatizo kubwa sana kwa wanadamu, hawataki kuamini. Na hii ndio inampa shetani nafasi. Dhambi sahihi sio jambo lingine, ni kutokuamini. Kutokuamini. Hii ndio sumu kubwa sana. Na tatizo lingine tena, ishu kubwa ni tunaamini. Jambo lingine, unaamini ni ulize mwenzako, unaamini nini? Unaamini nini? Kuna mtu mwingine anaamini Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi. Mwambie sema hivi amini na Mungu. Lakini hiyo haikuokoi. Hiyo haikuingiza kwenye ufalme wa Mungu. Mungu anawalinda watu wote. Anaamini. Na ni kweli. Lakini hii haimpe haki ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Na ndio maana tuko hapa kuangazia nuru ya habari njema. Maana watu wamesoma maandiko wakifikiri ya kwamba kwa njia ya andiko wataokolewa, lakini maandiko haya hayawasaidia chochote. Wanasifu Mungu lakini hawajawepewa haki ya ufalme wa Mungu. Hawana haki ya ufalme wa Mungu. Kwa nini hawakuamini kile kingetakiwa waamini? Imani za watu zimejibana kwenye desturi zao. Imani za watu zimezibana kwenye tabia na desturi za kwao. Wakiinuka kutetea asili zao na kuambia hauwawezi, watakwambia yeye mambo ya kanisa ni ya kanisa. Hapa tuko kwenye asili yetu. Na
na wanaimba nyimbo ambazo zinaonyesha kabisa hawa watu ni watu wa dini. Na hivi ndivyo ilivyokuwa katika mataifa yote. Hivi ndivyo ilivyo kwenye mataifa yote. Mitume wa Yesu walipokuwa wanatembea katika maeneo mbalimbali, walikuwa wanakutana watu waliokuwa katika hali za maabudu. Yes, walikuwa kwenye hali za maabudu. Lakini maabudu yenyewe ilikuwa inagonga mwamba kwa sababu hawakuwa na Mungu. Maana nasema wanaabudu wasichokijua. Wanaabudu wasichokijua. Sasa wewe tumekuja kukuambia hivi. Dini haitakuokoa. Dini haitakupa uhusiano kamili na Mungu. Dini itakupotesha kila siku. Utajaribu kila siku kuipendeza dini yako, lakini nafsini mwako utasikia tu ndani ya nafsi yako kuna kitu hakiko sawa. Kuna jambo haliendeki. Utashikamana na desturi na elimu za watu, lakini hiyo jambo halitakusaidia. Amen. Maandiko yanasema wanajifundisha kila siku, lakini hawafikiri kujua kwa kweli. Amen. Kristo ndio wokovu. Hii ndio fundisho lako. Kristo ndio wokovu wa ulimwengu. Kristo ndio wokovu wao. Sio dini yako, sio mila na desturi, tabia za mazingira yenu, ule hiki usile hiki, kwamba haya ndio yanakusaidia. Hata ukiyashika yote, ukiitesa mwili wako kiasi gani, bado haitakusaidia. Haleluya. Amen. Inabidi uanze kusoma neno la Mungu tofauti na kawaida. Soma neno la Mungu kwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Mwambie Yahweh, nisaidie kuelewa maana ya neno lako. Ndio maana
akasoma, anasema kwamba imeandikwa, aticyandikire chete mwanamke ataokolewa kwa kuzaa mtoto. Aticyandikire chete umugabo yakishenda migo musana na rebuta. Anasema wote ambao hawajazaa hawako. Ndio ndio kwa ratiba tutakutira kwa sisi wanasema migo. Andiko linaua. Sekiri chichikita. Haleluya. Amen. Sini andiko. Mwanamke ataokolewa kwa kuzaa nani? Cyandikire chete oyo umugabo yakishenda migo musana na rebuta. Ni andiko. Tunaandikire. Sasa mtu ambaye amesimama kwenye andiko hana roho wa Mungu. Anasema kila ambaye hajazaa hajaokoka. Unaona hiyo? Lakini hatapata ufunuo ya roho wa Mungu. Anamaanisha nini kwa kusema hivyo? Haleluya. Hana ufunuo wa kujua Mungu anazungumza nini na watu wake. Haleluya. Amen. 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 Na huku ndiko ambapo tunataka utoke. Ambia mwenzako toka kwenye andiko. Toka kwenye andiko. Mwambie yule toka kwenye andiko. Nenda kwa roho. Haleluya. Amen. Amen. Anasoma andiko. Anasema unaona imeandikwa. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Unaona? Lakini hana ufunuo. Andiko hili lina maana gani? Lakini sisi tulio na ufunuo tunajua ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja kwa njia ya sheria. Amen. Lakini haki imepatikana kwa njia ya kumwamini Kristo. Amen. Yesu makofi. Amen. 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 Mwanamke ataokolewa kwa kuzaa mtoto. Sema mwanamke nimeshazaa. Mwanamke nimeshazaa. Na sio watoto, amezaa mtoto. Isaya akasema naye atazaliwa nani? Mtoto. Mwanaume. Haleluya. Amen. Na huyu mwanamke ameshazaa mtoto. Hajazaa watoto. Haleluya. Na huyu mtoto aliyezaliwa ni Mungu wa ajabu. Mungu wa milele. Mfalme wa wafalme. Kwa mtoto huyu amekomboa kanisa. Sema amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nataka nikuoneshe leo mtoto huu na mwanamke yule ni nani. Tutafika hapo, lakini tuache hapa sasa kwenye neno. Wakorintho wa pili
Amen. Na agano la kwanza ni mwanamke. Amen. Unisikilize vizuri. Agano la kwanza ni mwanamke. Na agano la pili ni mwanamke. Agano la kwanza lilizaa na likazaa mauti. Likaitwa agano la mauti. Ni agano la hukumu. Agano lile linafanana na desturi na mila zenu. Sema amina. Sawa sawa wana wa Israeli walivyoingia kwenye hili agano kwa kutafuta Mungu kama wanaweza kumpata. Amen. Vivyo hivyo mataifa na wao walishikamana na asili zao kwa kupapasa Mungu kama wanaweza kumpata. Lakini hawakumpata. Ni sawasawa na dini ambazo zinatafuta Mungu. Kwa maana ya dini ni njia ambayo watu wanaitumia kumtafuta Mungu. Haleluya. Lakini katika Kristo sio hivyo. Nimesema tuko tofauti na dini kwa sababu sisi hatukutengeneza maneno, hatukutengeneza desturi, hatukutengeneza tabia ambayo kwa hiyo tutampata Mungu. Lakini ni Mungu mwenyewe amekuja kwetu. Sema amen. Kristo mwenyewe ametujia sisi. Amejifunua kwetu sisi. Na akajisema kwamba kama mnatafuta dini, kama mnatafuta njia, msitafute tena. Mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia. Mimi ni kweli. Mimi ni uzima. Amen. Wale wanaotafuta Mungu hapa mtatafuta sana na mtachoka. Haleluya. Amen. Wale wanaotafuta Mungu hapa mtachoka. Lakini Mungu anajua kutafuta watu wake. Kwa kuwa yeye anajua walio wake. Kama umepatikana sema nimepatikana. Haleluya. Mimi sitafuti Mungu. Mimi simpapasi. Mimi siendi kwenye milima. Mimi siendi kwenye vyumba vya maombi. Mimi siendi kwenye dini za watu. Kana kwamba namtafuta Mungu. Mimi nimepatikana. Nimepatikana. Amenipata yeye. Kila neno la yeye. Amen. Mahali ninapopita natembea naye. Nikilala yuko nami. Nikienda kwenye ibada naenda naye. Sikuja kumtafuta hapa. Nimekuja naye.
kwa sababu ameshalipata. Sema amina, amina. Na hii sio ninatembea njiani, yuko nami, ananiambia usiogope, wako niko pamoja nawe. Usiogope mwanangu, niko pamoja nawe. Haleluya. Anasema hata ukishuka kwenye bonde la mauti usiogope mabaya, niko pamoja nawe. Haleluya. Toka kwenye dini, toka kwenye andiko, maana litakuwa yatakuwa yale wao wameshaandika andiko, wao wameandika. Dini yetu sisi kulingana na hili andiko, hatutaki huyu mwanamke kuketi na mwanaume, tunataka wanawake wawe kule na wababa wawe huku. Akionekana huku bibi marufuku, lasha wao kaandiko. Lakini sisi tunajua kwa nini ya kila jambo kwenye andiko. Haleluya. Tunajua kwa nini ya kila jambo, tunajua maana ya kila jambo, tunajua kwa nini Abrahamu ameoa hivi, tunajua kwa nini Isaka ameoa kwa namna hii, tunajua kwa nini Yakobo ameoa kwa namna hii, tunajua kwa nini Yakobo amezaa watoto 12. Tunajua wasiojua wao watafuata andiko, watasema mtu awe na wanawake wanne kama Yakobo, asipite wanne. Azae watoto hivi andiko linaua. Haleluya. Likaua, na wengi wamesimama kwenye hali kama hii kwa sababu hawajui kwa nini ya kila. Amen. Sisi ni watumishi wa Agano Jipya, si kwa andiko lakini kwa roho. Kwa sababu andiko linaua, lakini roho anapatiza uzima. Lakini kama utumishi wa mauti, unasikia hiyo utumishi wa nini? Kumbe agano lile lina utumishi wa mauti.
namna gani namna gani kama niko kwenye somo, namna gani utumishi wa Roho hautazidi kuwa na utukufu. Utumishi wa Roho amen. Shika baba mwambie wanake manake Wakorintho wa pili, sema Wakorintho wa pili sura 3. Pale pale tunaangalia kitabu. Wakorintho wa pili sura 3. Tuanze mstari wa 6. Namna gani, mstari wa 8, namna gani utumishi wa Roho hautazidi kuwa na utukufu? Inamaanisha agano la kwanza lilikuwa na utukufu. Sasa agano jipya utumishi wake utakuwa na utukufu zaidi ya utukufu wa agano la kwanza. Kwa sababu kama ikiwa utumishi wa hukumu, nasikia neno lingine kumbe lile la andiko ile utumishi wa agano la kwanza ni utumishi inaitwa wa mauti, inaitwa utumishi wa nini? Wa hukumu. Amen. Anasema sasa kama ule wa hukumu, kama ule wa mauti una utukufu, utumishi wa haki, kumbe agano jipya inaitwa utumishi wa nini? Wa haki. Una utukufu unaozidi sana. Maana hata ule uliotukuzwa haukuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu unaozidi sana. Kwa maana kama ule uliondoshwa ulikuwa na utukufu zaidi sana, ule unaokaa una utukufu. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Agano jipya linatufunulia Mungu ni nani. Linatufunulia tunaokolewaje. Agano jipya ni ufunuo wa Mungu katikati ya wanadamu. Wale watu walipambana sana agano la kwanza kumtafuta Mungu, wakapapasa Mungu na hawakuweza kumfikia. Lakini agano jipya sikumwendea Mungu kumtafuta, ni Mungu anajifunua kwa watu, ni ufunuo wa Yesu Kristo katika maisha ya wanadamu. Amen. Amen. Anawatoa kwenye hali za kupapasa na kuwarudisha kwenye mstari ya usawa. Kwa hiyo hapa hakuna kujisifu. Kwa nini? Kwa sababu wewe haukumtafuta. Haleluya. Amen. Hakuna kujisifu. Bali nasema kujisifu kumefungwa mbali. Mwingine akauliza, mtume, umefungwa mbali kwa sheria gani? Anasema kwa sheria ya imani. Amen. Kwa sheria ya imani katika Kristo. Amen. Kwa sababu wao kwenye andiko ni kupambana, ni kujikaza, kila moja ni mashindano. Ili ujisifu. Lakini neno la Mungu linatuonyesha kwamba utajaribu, walijaribu sana lakini hawakuweza.
wasibaki kwenye mstari wa 10 peke yao. Ya Waroma sura 3. Wale watu wateremshe, wakikusomea tu. Wakikusomea hili andiko tena, washushie mstari wa chini pale. Sura 3 mstari wa 10 kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna mwenye kufahamu. Okay, hakuna ufahamu. Okay? Hakuna mwenye kutafuta Mungu. Haleluya. Wote wanatoka kwa njia na hawajui njia. Amen. Ingawa sisi Kristo amekuja amejitambulisha anasema mimi ndimi njia. Amen. Kweli na uzima. Sura 3. Amen. Sasa hapa neno nasema kwamba wote wamepotea, hawakujua njia. Sasa tunataka kujua hawa watu ambao wametoka kwa njia, ambao wamekuwa pasipo faida, hakuna mwenye kufanya mema hata ngapi. Sasa tunataka kujua makao yao ni wapi. Haleluya. Haleluya. Amen. Sura 13 inasema koo lao ni kaburi wazi. Sema amini. Amen. Kumbe makanisa yote ambayo yamejengwa kwa msingi huu, kao lao ni wapi? Kaburi wazi. Wanafananaje? Maandiko yanasema kwa dini zao wamedanganya. Kumbe ni wadanganyifu. Sumu ya nyoka ni chini ya midomo yao. Kumbe shetani ameshika ulimi wao. Wasibaki pale tu. Maandiko yanawaeleza vizuri sana. Amen. Amen. Vinywa vyao vimejaa laana na utu. Miguu yao inaambia kumwaga nini? Kumwaga damu. Unasikia wanavyofanana? Kuharibu na taabu ni katika njia zao, ni waharibifu. Kuharibu na taabu ni katika njia zao, na njia ya salama hawakuijua. Hakuna woga wa Mungu mbele ya macho yao. Mtu ambaye amejengwa kwenye andiko hili atakuongoza, anakupeleka wapi? Anakupeleka wapi? Ni upotofu. Sasa sisi tunajua nini? Muulize mwenzako, sasa wewe unajua nini? 19 inaleta majibu. Na tunajua ya kama maneno gani yanayosema sheria inasema kwa walio chini ya nini? Ya sheria. Na sisi ni chini ya sheria? Hapana. Sisi sio chini ya nini? Ya sheria. Maandiko yanasema na matunda ya Roho ndio haya yanayotaka hapa. Amen. Ikishataja inasema na wote wanaoongozwa hivi hawako chini ya nini? Ya sheria. Mimi siko chini ya sheria. Wale wanaofuata sheria, wale walio chini ya nini? Ya sheria, wale wanaofuata mila na desturi, wale walio kwenye desturi zao, desturi za watu, kwenye mila zao, hawa wameshikwa kwenye hili. Lakini mimi siko chini ya nini? Ya sheria. Kusudi kila kinywa, maana nasema ni kusudi kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya nani? Ya Mungu. Kwa maana kwa kazi ya sheria hapana mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Hakuna. Kwa sababu kwa njia ya sheria dhambi inajulikana. Sheria kazi yake moja tu ni kuijulisha nini? Dhambi. Sheria ni kuijulisha dhambi. Ni kuwafunulia watu kwamba wao ni wenye dhambi.
Lakini sasa, sema lakini sasa. Kwenye agano jipya. Lakini saa hii kwenye agano jipya. Haki ya Mungu imeonyeshwa pasipo sheria. Imeshuhudiwa na sheria na manabii. Imeshuhudiwa na sheria na manabii na mitume. Hapana, sheria na manabii. Inashuhudiwa na sheria na manabii. Okay. Ikashuhudiwa na sheria enerambo ikashuhudia haki ya Mungu inashuhudiwa na sheria na manabii. Okay. Amen. Amen. Ndio maana maisha ya manabii ilikuwa inashuhudia haki. Ni utabiri. Ilitabiri kile kitakachotokea. Na maandiko inaandika kwamba ilikuwa inamtaja Kristo. Kwa mfano, kwenye maisha ya Abrahamu, waleta imani si ndio? Abraham. Amen. Ndio maana nilisema ukipotosha neno moja kwenye maandiko, ukilipotosha, ukigeuza, okay? Unakuwa unapoteza unabii wa Kristo. Ndio maana naambia haijawahi andikwa kwamba mke ataacha, ni mume ataacha. Hapana, geuza hiyo. Haleluya. Yaani kwa mwanzo Mungu alipozungumza, hajasema mwanamke ataacha. Ukiendelea na maandiko yote, hakuna nabii aliyesema kwamba mwanamke ataacha. Na ukifika kwa mtume Paulo wa Efeso Paulo mwenyewe anaweka wazi sasa. Tusomee kwa watoto. Waefeso sura 5. Makumi mbili na nane mpaka makumi tatu na tano. Hivi vile vile inafaa waume kupenda wake wao wenyewe kama miili yao wenyewe. Yeye anayependa mke wake mwenyewe anajipenda mwenyewe. Siuni upendo unatajwa hapo. Maana hakuna mtu aliyechukia mwili wake mwenyewe wakati wowote, lakini anaukulisha na kuuchunga kama Kristo vile vile anavyotendea kanisa. Amen. Amen. Kwa kuwa sisi ni viungo vya mwili wa Kristo. Kwa sababu neno hili mume, sikiliza vizuri, kwa sababu neno hili, neno gani? Mume ataacha baba yake na mama yake, na atafungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. 32. Siri
Kumbe ni siri. Sema kumbe ni siri. Amen. Anasema siri hii ni kubwa. Siri hii ni kubwa. Sasa fikiria hiyo siri kubwa unaipitisha. Anasema siri hii ni kubwa, lakini ninasema habari za Kristo na kanisa. Kumbe siri hii inazungumza juu ya habari ya Kristo na nini? Na kanisa. Lakini kila mtu apende mke wake mwenyewe kama nafsi yake mwenyewe, na mke asikose kuheshimu mume wake. Ila jua siri hii, soma kwa hiyo. Soma leo hii. Litia kaliwa kubanze abakaliwa bo batya okubakanza emberia oyukanza omukaliwe akayanza kusangwa sali mundu nakera oyukekwa omubere wuwe obusu nikwa akahawo akalyo nilisugawo ngoko Kristo akakora busana ekanisa netu ekanisa tulebituko byomubere wuwe okukisekera tete busana nomwazi oyu omundu asasiyanye ise na nyinya asharanda okumukaliwu n'ababere abo bashabya Mungu. Hano hari likumbo. Hapa kuna siri nene, siri kubwa ni kwa aura Kristo. Hapa ni kanisa. Tunazungumza Kristo na nani? Kanisa. Aliyependa. Unajua kwa nini Biblia inasema mwanamke apende mume? Watu waelecha wale wa Biblia. Ukweli kihalisia kwenye hali yetu ya kawaida, wanawake wanapenda waume. Anapenda. Lakini Biblia haina kauli hiyo. Lakini Biblia sema enjoy kama mtu alianza. Kauli ya Biblia inasema mume apende na mke atii. Na Biblia siri hii ama si swala la andiko, ni swala la kuelewa. Ukienda kwenye andiko, mwanamke atasema niolewe na mwanaume ambaye simpendi, utagoma. Enda tu na mwanaume ambaye hauna upendo naye. Kama utaishi pale. Wewe nitaibwa na Mungu mwenyewe utansile. Leo kupacha watu ngata ibao na Mungu miaka tanzi. Unale yanayo kutoka kikoleji. Ndio kande taloka. Kwa nini utasema andiko inasema kwanza mwanamke asifanye nini? Haisemi apende, inasema mwanaume ndio apende. Sasa mimi sipendi. Lakini cha hata niele tunaye hivi bila mtii. Utatii kwa sababu ya jambo hilo. Acha nikwambie, ukienda kwa andiko utakufa. Hii ni siri. Ni neno, ni kauli ambayo Mungu anazungumza na kanisa. Hii kwamba maana sio sisi binadamu tuliyempenda Mungu. Mungu alitupenda na kwa sababu ya upendo akatoa mwana wake. Ni nyamanga ya kwanza na nane kwanza ama hamagawo kujusa chini. Usiri tupanza nyamanga. Sema mimi. Amen. Na Kristo mwenyewe na hili jambo Na unacho hiyo ukilipindisha utakuwa unahanilisha dini. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema, tumesema neno dini ni njia ambayo watu wanatafuta Mungu. Lakini katika imani ya Kristo si hivyo, ni Kristo anatutafuta sisi. lakini ajikubeba bado na nimesha kisomo pia lakini kile cha kwa nene Kristo yuko tunaongelea. Ndio maana maandiko pale
Yesu anataka. Haleluya. Amen. Ndio maana nilikuwa naambia hiyo neno. Na ndio tumecho. Andiko linaposema hivi, usibadilishe na kusema hapana, mwanamke ataacha baba na mama yake. Hajasema hivyo. Unapotosha kauli ya imani ya Kristo. Sio wa wote andiko kwa aliyejikomka ila Yesu sio. Hiyo ni siri kubwa. Sasa manabii zinashuhudia. Amen. Manabii watemwe. Sheria ni watemwe. Haya mambo yanamkiri Kristo. Maisha manabii walivyokuwa wanaishi tu ilikuwa inashuhudia Kristo. Wale ambao wanafuata andiko ndio wanakufa nayo. Acha nikwambie, Abrahamu alipooa Sara, Mungu alikuwa anasema huyu Sara ni mlima. Akamchukua Hagari naye akawa ni mlima mwingine. Amen. Usikilize kwenye ufafanuzi wa ufunuo wa Roho. Fundisho la Agano Jipya. Wenye andiko hawezi kujua hiyo. Wenye andiko watafuata maisha kawaida. Lakini wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu wafundisho la Agano Jipya, wao wanaelewa kwamba huyu Sara ni mlima na huyu Hagari ni mlima Sinai. Huyu Sara ni mlima Sayuni. Amen. Mlima Sayuni. Na hizi milima mbili ndizo zinatuletea maagano. Kwenye Hagari kunatoka agano lile la kale la Musa, ili agano la mauti, ili agano la hukumu. Amen. Lakini kwenye hii mlima Sinai pameteremka agano jipya. Hapa kwenye mlima Sinai, yule Hagari, yule mke wa pili wa Abrahamu. Amen. Kumetoka bao mbili. Sheria bao mbili zimeshuka. Lakini hapa kwenye mlima Sayuni ambako Kristo ameshuka agano jipya, maandiko yanasema amekuja na mambo mawili. Amekuja na haki na kweli. Sema amina. Amekuja na haki na nini? Na kweli. Sasa ukienda kwenye andiko unasema na mimi nitafanya kama Abrahamu. Kwa nini uko kwenye andiko na linakuwa? Amen. Lakini sisi tunapoongozwa na Roho wa Mungu kwenye fundisho la Agano Jipya, sisi watumishi wa Agano Jipya tunaelewa kwamba huyu ni sheria na huyu ni neema. Bali unasema na huyu mwenye sheria yuko katika utumwa pamoja na watoto wake.
obe olo tulwane olo Hagari. Hagari yo cheche chelokoti kwa sheria wala migambo. Sasa utajuaje kama Hagari ni mlima Sinai? Mungu alikuwa anazungumza mlima Sinai kwenye maisha ya nabii Abraham. Utajuaje? Pasipo roho. Ukiwa kwenye andiko unapotea. Maana minyamuti chikiti Hagari eche kwa migambo na Mungu na Abraham. Maana minyamuti kutaka kibirisu nini? Ambia wenzako elewa maana ya maandiko. Unaelewa maana. Haleluya. Elewa maana ya nini? Ya maandiko. Nataka kudhibitisha hilo ili nisipige mawe. Nataka kudhibitisha ili nisipige mawe. Watoto wako wadogo watoto wangu wadogo ninao tena uchungu kwa ajili yenu hata Kristo atakapoonekana ndani yenu. Ndiyo ninataka kuwa pamoja nanyi sasa na kugeuza sauti yangu, kwa sababu nina shaka kwa ajili yenu. Nina shaka. Muniambie ninyi mnataka kuwa chini ya sheria, hamsikii sheria. Unaona, watu wanataka kuwa chini ya sheria. Sasa nauliza, je, hamuisikii sheria? Kwa sababu Yesu amesema wana masikio kusikia lakini hawafanyi nini? Sheria inazungumza na hawasikii. Inasema nini? Na hawawezi kusikia. Endelea. Kwa sababu imeandikwa hivyo. Abrahamu alikuwa na wana wawili. Mmoja kwa kijakazi, mtoto mmoja kwa kijakazi. Na mmoja kwa nini? Kwa huru. Unaona hapa tuko kwenye maisha ya Abrahamu. Okay? Lakini yule wa kijakazi alizaliwa kwa mwili.
yule wa huru, manake mtoto wa Sara yule Isaka alizaliwa kwa ahadi. Hii inasema vizuri, alizaliwa kwa agano. Maneno haya ni mfano. Endelea. 24 neinimisho abagari aba bakakangaya endagani, Kwa maana wanawake hawa ni maagano omu magalo obochembeche Sinai, mmoja toka mlima Sinai, naye akakutwa abana bakome anazaa watoto wa mtumwa. Hagari oyini michembeche Sinai, Yule Hagai ni mlima Sinai. omocho wote Arabia Okay. kiri Yerusalemu yale no Inafanana na Yerusalema ya sasa. usawe Yerusalemu yale no iri ngobe au abana bayo Ehe. 16 niko Yerusalemu yendata iri mu Iranda Lakini Yerusalema ya juu ni huru. no yuni nayo ni koyo wecho Okay. usangwa isekire chete Naye ni mama yetu. useme iwe mukali muumba oyuta kuta Yule mwanamke, uitangure ndiyo ilibidi azae. Haleluya. Ndiyo ilibidi azae na aokolewe, kwa sababu alikuwa kwenye mfungo wa tumbo. Ina maana gani? Utasa wa Sara ulikuwa na maana kubwa. Mungu alikuwa anazungumza na ulimwengu hivi kwamba agano langu jipya lipo, lakini halijazaa, litachelewa kuzaa. Yule ile agano la pili ndilo lililozaa kwanza. Amen. Na likazaa watoto wa utumwa. Watu ambao hawakuokolewa, watu ambao Mungu aliwaangalia wote, hakuna mwenye haki hata mmoja. Lakini sasa huru yule Sara, amen, afurahi kwa sababu karibuni anakuja kuzaa. Haleluya. Na ilifika muda akazaa, agano jipya likatokea. Amen. Na hiyo hii Yerusalemu ya mbinguni, hiyo ndio mama yetu sisi sote. Sema amen. Amen. Huyu ndiye ametuzaa sisi. Kila ambaye hakuzaliwa kwenye agano jipya, huyu ni mwana wa yule mtumwa. Na ndio maana nilikwambia ya kwamba wale wote ambao walitumikia Mungu, walimtafuta Mungu kwa sheria, hawakuokolewa pasipo. Lakini ni katika Kristo na wao wameokolewa. Yeremia hajaokolewa pasipo Kristo. Aliyewatoa wote kwenye utumwa ni Kristo. Haleluya. Amen. Na mtu anaelewa? Hii
Ndio fundisho la Agano Jipya. Hatuendi kwa andiko, tunaenda kwa Roho anayetufunulia maana ya maandiko. Si kwamba hatusomi maandiko, tunasoma maandiko, lakini tunajua maana ya maandiko. Hatuendi kwa upofu. Haleluya. Amen. Ukienda kwa upofu, utasoma imeandikwa, na kisha unajikata mkono. Eti mkono ulikosesha ukata. Mkono wengine katika ufalme wa Mungu pamoja na kiungo kimoja. Na kisha unachukua unafanya nini? Unakata mkono. Unasema nataka nini? Kijana mwingine nilimwona akakata kiungo chake cha siri. Baba akalia, wewe ni mwanangu wa pekee, kijana wa pekee, na amejikata. Anasema hataki kukosea Mungu. Aliweza kuandiko linaua. Andiko linaua. Sitaki pasta alitishetishe na maandiko. Atasoma soma kwake na mwangalia tu. Nasema huyu anaelewa anachokisema hapa. Yuko kwenye andiko, kwenye neno la Kristo, kwenye fundisho la Kristo. Yesu akamwambia wanafunzi, ujiangalie kwa chachu ya Wafarisayo. Andiko ni andiko linasema ujiangalie kwa chachu ya Wafarisayo. Sasa wao kizazi kaambia, na mikate hapa. Labda wale wameweka kwenye mikate yao chachu andiko. Lakini maandiko Yesu anatufundisha hivi, hamuelewi? Hamukuona jinsi nilijaza mikate? Watu wakala wakamanya. Msijisumbue kwa sababu ya mikate. Sisi mikate. Hapa nazungumza juu ya mafundisho ya Wafarisayo. Amen. Na yako mengi sana amejaa kila kona. Chachu ya Wafarisayo. Usipoelewa maana, utapeleka habari mbaya. Utaenda ubiri vibaya. Na wengi sana wamehubiri vibaya kwa sababu wamesimama kwenye andiko, lakini hawako kwenye Roho wa Mungu. Anasema nini? Hawajui Roho wa Mungu alikuwa anafundisha nini kwenye maisha yao. Musa anawaambia wana wa Israeli, msioe wanawake wa kizazi kingine. Unasikia? Lakini yeye mwenyewe akaoa sasa mwanamke mwingine. Unafikiri nini? Sio mwalimu ni wa uongo. Ametuambia tusioe wanawake wa vizazi vingine, lakini yeye mwenyewe ameoa. Haruni akainuka. Wanaanza kuzungumza na Miriam.
Naona Musa amesema na watu hivi, lakini yeye mwenyewe ametuletea mwanamke. Naona sasa wao wameshika andiko, lakini hawajui maana ya nini. Hawajui maana ya andiko. Huyu Musa ni nabii, na maisha yake ni ya unabii, ni kama maisha ya Abrahamu. Inatabiri jambo litakayotokea miaka, lakini ni kinyume cha sheria. Ni imani na sheria. Yeye mwenye unabii wake kuoa yule mwanamke wa kabila lingine, huu unabii neno nasema alionyesha namna vile katika uwepo wa Kristo atawaendea mataifa wengine, nao watakubaliwa. Haleluya, Amen. hawakujua hilo ni siri. Ni ufunuo. Hawezi elewa. Utajua huyu yuko kinyume na nini? Na andiko, na ni kweli. Yuko kinyume na Amen. Amen. Wana wa Agano Jipya tuko tofauti na wana wa sisi sio wazao wa Agano. Sisi ni wana wa Sara. Sisi tunatoka kwenye mlima Sayuni. Tumezaliwa chini ya Agano Jipya. Haleluya. Amen. 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 Na tukitembea hivi chini ya magano, wafundisho la Agano Jipya, tutampendeza Mungu, tutaishi Mungu, tutafanya mapenzi ya Mungu, hatutamkasirisha Mungu kwa andiko, kwa sababu hata shetani yuko kwenye andiko. Anamjia Yesu, anamwambia imeandikwa. Lakini Kristo yeye anajua mapenzi halisi. Ndio anamwambia imeandikwa tena. Ni kwamba hili halifai hapa saa hii. Roho wa Mungu amenituma hapa. Alipelekwa na Roho wa Mungu jangwani. Hapa si swala la kukimbia hiyo njaa. Amen. Tunasema hatuishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha nani? Cha Mungu. Wale waandiko watasikia shetani akisema andiko. Toka kwenye desturi, toka kwenye dini, toka kwenye asili, toka kwenye sheria, toka kwenye sheria, toka kwenye Agano la Kale, ingia kwenye Agano Jipya. Sema amina, amina. Amen. Ukiingia kwenye hili agano, kwisha utaelewa Mungu. Amen. Wewe
wa agano jipya na tunafanya kulingana na agano jipya. Kila mara Mungu alipokuja kwa wana wa Israeli alikuja anawaambia, kwa nini mmeasi agano langu? Basi ujue Mungu huangalia agano lake. Mungu anaangalia agano lake. Ukiwa unasimama kwenye agano lake, naye anasimama pamoja na wewe. Amen. Anakubariki, anakuonyesha nuru yake, na wewe ndio mbarikiwa halisi. Amen. Maana siku ile ya mwisho ndio utatoa wabarikiwa kamili, kwa sababu atawatenganisha kondoo na mbuzi. Atawaambia, heri ninyi mliobarikiwa mwingie katika raha. Hao wabarikiwa wataingia kwenye raha, na hao wengine atawaambia hivi, ole wenu ninyi mliolaaniwa, mwende katika laana kwenye Gehenna. Haleluya. Amen. Sasa wewe ukisimama tu kwenye agano na Mungu, umebarikiwa. Umebarikiwa. Amen. Kila siku tafuta kujua agano jipya la Bwana linasema nini. Usidanganye ukiwekwa kwenye andiko. Mtu atakudanganya kwenye andiko. Andiko litakuwa, lakini Roho ndiye anayebatiza uzima. Mimi sijasema hatusomi Biblia, tunasoma. Lakini Kristo anafungua akili zao wapate kuelewa maana ya nini. Wapate kuelewa maana ya maandiko. Wasisome tu mbuzi, kondoo, wakachukua kondoo. Wasichukue tu huyu Yakobo ameoa kwa wanawake 4 amepata watoto 12. Hawajui maana ya 12, hawajui wale wanawake 4 ni nini, hawajui. Kila neno kwenye Biblia ina maana. Wewe tu kaa pale, endelea kusikiliza ufafanuzi wote, iko hapa. Haleluya. Amen. Mungu ataendelea kukufunulia, kukujulisha maana ya kila neno, ili kila chachu ya Wafarisayo, chachu ya Wafarisayo, chachu ya Wafarisayo isivamie moyo wako. Isivamie moyo wako, usichachushe moyo wako. Haleluya. Amen. Kwa mafundisho yao unayaleta tu ni mageni yale, sio ya Mungu. Wanapotosha maandiko mengi sana, wanayapeleka mbali na kweli. Nikwambia, achana na mambo ya unguru walienda kula mizoga ya watu. Acha hiyo. Hakuna mambo haya. Unapotosha unabii mkubwa, siri kubwa. Amen.
Haleluya.